Leo tunazungumzia umuhimu wa mwanamke kujifunika mwili wake wote kutoka kwenye ushahidi wa kisayansi. Ushahidi wa kisayansi unasema kuwa tabaka la juu la ngozi ya mwanamke, kitaalamu huitwa epidermis, huwa linazalisha mafuta yake ya asili ambayo yanaitwa sebum. Mafuta hayo lengo la kuzalishwa ni kuilinda ngozi yake katika unyevunyevu na unawirifu na kuifanya ngozi kuwa laini. Lakini mafuta hayo hayatakiwi kabisa kupigwa na jua, ambayo mionzi ya jua ikichoma ngozi yake husababisha athari ambazo ni kukauka kwa ngozi, mikunjo, michirizi, madoa pamoja na kusababisha kansa ya ngozi. Baada ya majibu haya kutoka kwa wanasayansi, walipendekeza kuwa njia bora ya mwanamke kulinda ngozi yake ni kuufunika mwili wake wote ili kuifanya ngozi yake kuwa laini zaidi. Baada ya maoni haya ya hawa wanasayansi, nchi zilizoendelea ziliona kama ni tishio kwa upande wao, kwa sababu kujifunika mwili mzima sio utamaduni wa nchi za kimagharibi, ambapo ilipelekea kupingana na huu mfumo na kutoutangaza kabisa kwenye vyombo vyao vikubwa vya habari, kwa sababu ulipinga tamaduni zao ambazo walizianzisha wao kumodelize jamii. 2, walihofia kufilisika kwa makampuni makubwa ya nguo za kike za kisasa, yani modern women wear. Hivyo wakaamua kuunda alternative way ya kufanya ngozi ya mwanamke kuwa laini, nazo ni antibiotics ambazo ni makeups pamoja na skin care. Juu ya hii jitihada yote walioifanya, yani kuepusha mafuta ya asili kufanya kazi ndani ya ngozi na kutafuta artificial skin oil ambayo ndo skin care kufanya kazi, hii haijasaidia chochote, na zaidi imezidi kuongeza kemikali kwenye mwili wa mwanamke na kuhatarisha usalama wa mwanamke, kusababisha kansa ya ngozi na magonjwa mengine ambayo yanaambatana na ngozi. Hivyo basi, kutokana na ushahidi huu ni kwamba mwanamke kujifunika kwake ni bora zaidi katika ulinzi wa ngozi kuliko kufanya skin care au makeup. Hivyo wanawake mzingatie sana ili swala la kujifunika mwili wenu wote. Hii ina connect na dini ya Uislamu ambayo Mwenyezi Mungu amewaamrisha wanawake wote wa Kiislamu kufunika miili yao na kuacha uso na viganja vya mikono. Hili linaonyesha ni kwa namna gani Uislamu haukuwa tu ni dini ya kuabudu peke yake, bali na utaratibu mzima wa maisha ya mwanadamu.